Gunga mkoani Tabora kupitia WhatsApp amenitumia ujumbe mfupi unaosomeka hivi: Mr. Sokadata, naomba unichambulie kiundani juu ya Depu aliyesajiliwa Yanga. Niambie kila kitu kinachohusiana na yeye kiufundi. Bwana Jonge, ombi lako limepokelewa kwa mikono miwili, na bila kupoteza muda twende hivi. Rorindo Orio Depu kwa nafasi uwanjani ni mshambuliaji. Depu ni mzaliwa wa Lobito nchini Angola aliyekuwa akikipiga na klabu ya Radomiak Radom inayoshiriki ligi kuu nchini Poland inayojulikana kama Ekstraklasa. Depu ana umri wa miaka 26, ana urefu wa mita 1.87. Kwa urefu amewazidi kidogo Prince Mpumelelo Dube na Clement Mzinze wenye urefu wa mita 1.83. Jezi anayopendelea kuvaa ni jezi namba 19 akiwa na timu ya taifa na jezi namba 29 akiwa katika klabu yake ya Radomiak. Kumbuka namba ya jezi hii kwa Yanga anaivaa Prince Mpumelelo Dube mwana mfalme. Kwa mujibu wa Transfer Market, thamani ya Depu sokoni kwa sasa ni euro 200,000 sawa na shilingi za Kitanzania milioni 580 na ushee. Taarifa za ndani ya Yanga zinadai kuwa Depu ndio jina pekee alilopendekeza kocha Pedro Gonçalves na kutaka aletwe Jangwani. Swali kubwa la msingi hapa ni je, kwa nini kocha Pedro anamtaka Depu? Depu ni mshambuliaji wa aina gani? Je, atamsaidia kutatua changamoto zake za kiushambuliaji ndani ya Yanga? Nikudokeze tu kuwa usajili wa Depu ni usajili wa kimkakati zaidi. Usajili huu umechagizwa na takwimu zilizopo kwa sasa. Kivipi? Majibu yote ninayo hapa. Kama hujasubscribe my friend, uchambuzi ujao hautauona kwa sababu hutapata taarifa. Ili uweze kuona uchambuzi wetu ujao, subscribe sasa kisha bofya alama ya kengele. Sokadata tumeingiza kitabu chetu cha kwanza sokoni, Sanaa ya Kushambulia kwa Kushtukiza. Ni kitabu bomba sana. Kwa wewe unayetaka kujua mpira kiufundi zaidi tena kwa lugha adhimu ya Kiswahili, kitabu hiki kimetumia picha na graphics nyingi zitakazokusaidia kuelewa mpira. Pata nakala yako leo kwa ofa bab kubwa. Kuna raha yake kutazama mpira kiufundi zaidi. Kuna raha yake kujua ubora wa mbinu na udhaifu wa kila timu. Wa kwanza kujua ni nini makocha wa timu zote mbili wanafanya ndani ya dakika 90. Ujuzi huu utaupata kupitia hapa Sokadata na mwingine mwingi zaidi utaupata kupitia kitabu chetu cha Sanaa ya Kushambulia kwa Kushtukiza. Msimu huu tumekuja na ofa kubwa haijawahi kutokea. Niambie. Ukinunua kitabu chetu tutakupa application itakayokuwezesha kupata vitabu vingine zaidi ya 100 vya soka. Msimu huu usipokuwa na jicho la kiufundi, basi bora uache kufuatilia mpira. Kwa shilingi 10,000 pekee utapata nakala yako papo hapo. Piga simu au tuma ujumbe mfupi kupitia WhatsApp kwa 0627532401. Kumbuka hii ni ofa, wahi leo kabla haijaisha. Depu uwanjani. Uwanjani Depu ni mshambuliaji wa kati anayesimama pale juu. Katika mfumo wa 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, Depu anaweza kushuka chini kama false 9 huku akitumia maeneo ya upofu kufanya mikimbio kuelekea ndani ya box la mpinzani. Depu ni mzuri pia kufanya mikimbio upinde kuyatumia maeneo ya wazi kati ya beki wa kati na mabeki wa pembeni. Mikimbio hii mara nyingi humsaidia kuseti mipira pembeni mwa uwanja kwa mawinga na mabeki wa pembeni kulia na kushoto, kisha yeye kuingia kwenye box kusubiri krosi. Lakini pia muda mwingine kuingia mwenyewe ndani na kujaribu kufunga. Depu ni mchezaji mwenye mbio za wastani anayeweza kucheza kimuunganiko timu ikiwa katika ukanda wa kutengeneza shambulizi kabla ya kuingia kwenye ukanda wa mwisho. Aina ya magoli anayofunga. Magoli anayofunga Depu mara nyingi ni aina tatu. Kwanza, magoli ya kona; pili, magoli ya cross; na tatu ni penalty. Kiufundi magoli haya unaweza kuyagawanya katika makundi makuu mawili. Kwanza ni open play kama ilivyo kwa mipira ya cross, na pili ni set play kama ilivyo kwa mipira ya kona, free kicks na penalty. Kiuchezaji na aina ya magoli anayofunga, Depu hubebwa zaidi na uwezo wake wa kuruka angani na kupiga vichwa. Lakini pili ni utambuzi wa maeneo hatari ya kuyashambulia wakati wa
kona wakati wa free kicks na cross pindi beki wa pembeni au winga anapopanda. Tazama magoli yake ya kona anayofunga. Hapa utaona wakati kona inapigwa, Depu huhakikisha anakuwa kwenye box la 18 karibu kabisa na mita 6 za golikipa. Wakati kona inapigwa, Depu hupiga hatua moja, huruka na kufunga. Hii ni moja kati ya kanuni muhimu za ufungaji wa kona, ambapo timu inayoshambulia inatakiwa kuwa na idadi ya kuridhisha ya wachezaji katika eneo la mita 6 ili kujipa nafasi kubwa ya kuwa wa kwanza kufikiwa na mpira. Kanuni hii Depu huitumia wakati wa mipira ya free kicks na amekuwa akifunga magoli mengi zaidi. Tazama video hii. Hapa nimeelezea kiufundi pigo la kona ili lizae goli linatakiwa kupigwaje. Atatumikaje Yanga? Moja kati ya mahitaji makubwa ya Yanga kwa sasa ni kuona kila mechi nyavu za mpinzani zinatikisika zaidi ya mara moja. Na ili kuhakikisha hili, kocha Pedro amechungulia takwimu za Yanga kwenye mechi zote walizocheza kuanzia kwenye ligi na hata kimataifa, na ameona suluhisho ni kumleta Depu. Ni takwimu gani hizo alizozitazama? Ni krosi na kona. Kwenye ligi, Yanga kwenye mechi 6 amepata kona 48 na amefunga goli moja pekee la kona. Kona 47 zote zimepotea. Kwenye klabu bingwa Afrika kwenye michezo miwili amepiga kona 7, hajafunga hata goli moja. Kwenye ligi Yanga imepiga jumla ya krosi 84 na klabu bingwa imepiga jumla ya krosi 27 kwenye mechi mbili za makundi. Krosi nyingi zilipotea, hazikupata mmaliziaji, na ndio maana kwenye ligi mechi 6 goli 12 pekee, na kimataifa mechi mbili za makundi goli moja pekee. Hii inamaanisha Yanga kwenye mipira ya cross na kona ina changamoto kubwa za kubadili kuwa magoli, na ndio maana kocha Pedro ameamua kumleta mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kubadili kona na cross kuwa magoli. Maana yake tarajia kuona Yanga ikifunga magoli mengi kupitia kona, cross na hata free kicks. Lakini subiri kidogo. Hapa kuna tahadhari lazima nikupe. Ili usajili wa Depu uweze kuleta majibu haraka, Yanga lazima ikubali kufanya mabadiliko kadhaa ya kimbinu, hasa kwenye upigaji wa kona zao na cross. Kwa mfano, kona nyingi wanazopiga Yanga kwa sasa ni kona fupi, kona ambazo mara nyingi huwa haziipeleki mipira kwenye box la 6 la mpinzani. Yanga lazima wapige kona za moja kwa moja. Lakini pili ni kwa mawinga na mabeki wa pembeni wanaopanda kushambulia. Mara kadhaa huwa naona wakipiga cross bila kutazama kwenye box kuna mchezaji mwenza ama la. Depu anahitaji kupata msaada wa mpiga cross anayeskani kwanza box la 18 kabla ya kupiga cross. Hii itasaidia kumfikishia mipira mingi karibu yake na hata kufunga. Kiwango na takwimu zake kwa sasa. Kwenye ligi ya Poland, Radomia Kladom, klabu anayochezea Depu, imecheza jumla ya mechi 18, ipo kwenye nafasi ya 7. Kwenye mechi 18 Depu amecheza mechi 9, ameaminiwa kuanza kwenye mechi moja pekee. Ametumika kwa dakika 189, sawa na dakika 21 kwa kila mechi. Hadi sasa Depu amefunga goli moja pekee, hana asisti. Takwimu hizi si nzuri sana kwa mshambuliaji, lakini kocha Pedro anamhitaji kwa sababu anamfahamu vizuri Depu. Kumbuka kabla ya kutua Yanga, Pedro alikuwa kocha wa timu ya taifa ya Angola, hivyo anamjua vizuri Depu. Katika kombe la Kosafa mwaka 2025 Depu alifunga goli 7, moja akifunga kwa njia ya penalty na magoli mengine 6 aliyafunga kwa kona, cross na free kick. Hivyo bado ni mshambuliaji wa kukupa unachotaka endapo kama utamtumia kulingana na sifa alizonazo. Udhaifu wake. Kama mchezaji anafunga zaidi magoli ya kona na free kick, maana yake anazuilika kirahisi akikabwa man to man. Hii inamaanisha ili uone makali yake, kwanza asikutane na mabeki wanaokamia, lakini pili asicheze kama targeted player, kwa maana kwenye safu ya ushambuliaji Depu asiwe mchezaji wa kuchungwa. Na ili litokee, basi kocha anatakiwa kuanza na washambuliaji wawili, huku Depu akiwa kama inside 10, au kocha akianza na Depu peke yake kama mshambuliaji, anatakiwa kucheza kama false 9. Hadi kufikia hapa naamini utakuwa umejifunza kitu. Ukitaka kuelewa zaidi, nunua kitabu chetu leo kwa ofa kabambe. Niambie, unaonaje usajili wa Depu Yanga? Hakikisha una subscribe na kubofya alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri.